Shalom, 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 mtoto wa Mungu kutoka pande nne za dunia. Ninaye furaha ya kumshukuru Mwenyezi Mungu, Mungu wa Abrahamu, Mungu wa Isaka, Mungu wa Yakobo. Mungu wetu asiyebadilika, alivyokuwa jana na ndivyo alivyo leo. Mtoto wa Mungu, ikiwa unaelewa na unatambua maana pumuzi hizi ambazo napumua, pumuzi hizo ambazo napumua ni kwa neema na rehema na fadhili za Mwenyezi Mungu, unaweza kuungana nami ili mimi na wewe tumwambie Mungu asante. Tumwambie Mungu asante. Tuombe. Baba mtakatifu, mtakatifu sana, Mungu wa Abrahamu, Mungu wa Isaka, Mungu wa Yakobo, katika jina la mwanako Yesu Kristo wa Nazareti, tazama mimi pamoja na msikilizaji wangu tunaungana kifudifudi chini ya msalaba wa mwanako, maana tunaileta mioyo yetu mbele zako Bwana Yesu. Angalia kama tunastahili mbele zako, maana ambapo unaona upungufu, maana unafahamu mawazo yetu, fikiria zetu, kuwajibika kwetu, huduma zetu, unafahamu mmoja baada ya mwingine. Angalia mara ambapo hatukuweza kuwajibika kama umekusudia atuwajibike. Mimi nasema nifinyange, nikanyange, nitagase, nisafishe kwa damu yako ya thamani. Msikilizaji wangu nasogelea tena, nasema mfinyange, muoshe. Tunasogelea bomba ambaye ni bomba ya damu yako Bwana Yesu. Tunakubali kuogelea katika damu hiyo, maana ulisema na ogelea damu hiyo watapata uhai wa milele. Nasi tunakubaliana Bwana Yesu, tufinyange utakavyo, tufue utakavyo, nasi tuweze stamili mbele zako. Asante kwa damu yako ya Getsemani, asante kwa damu yako ambayo ni ofa, maana ni sadaka iondoayo maovu yetu. Asante Bwana Yesu kwa kulipa deni kwa ajili ya maovu yetu. Ukisha tuosha, basi tujaze Roho wako, utuongoze na ukatuwezeshe. Karibu Roho wa Bwana, unitumie kama chombo. Roho Mtakatifu, ratibu maombi yetu ya jioni ya leo, ya mchana wa leo. Roho Mtakatifu, uniongoze na unitumie kama utakavyo. Nijaze maneno yako. Roho Mtakatifu, nileweshe katika muda na saa hii. Karibu Roho wa Bwana, uliongoza mitume na manabii. Weza kuniongoza katika utafakari wa ujumbe wa siku ya leo, ili nisiweze kuongeza wala nisiweze kupunguza. Asante Roho Mtakatifu kwa yule wote ambao unataka kuambia ujumbe wa siku ya leo. Ninakushukuru. Asante Bwana Yesu, maana wewe ndio kila kitu. Maana uko mahali hapa kwa ajili ya kuzungumza na mtoto wako wa kiume na kike, kama umekusudia kuzungumza naye katika siku ya leo. Utukufu na heshima ni vyako. Milango yote ya muovu imefungwa kupitia jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Nami nimeomba na kuamini ni katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Amina. Shalom tena mtoto wa Mungu kutoka pande nne za dunia. Mtoto wa Mungu, naendelea kujulisha tena na kuendelea kushukuru wale wote wanaendelea kuniombea, wanaendelea kuombea huduma, maana wanaotuombea na wale tena wanaotuunga mkono wanatuombea, lakini wanaonesha ushirikiano wa kuipeleka injili mataifani. Nasema asante kwa wale wote watakapoweza kuniunga mkono, wakaendelea kuniombea tena kwa ajili ya maandalizi ya kwenda kuhubiri injili tena nchi uko Afrika. Mtoto wa Mungu, hatutanyamaza kimya. Lazima tutenda utangaza kwamba Yesu anaishi. Tutenda kumtangaza. Acha tutangaze kama Yesu anaishi, ambaye ametukomboa. Naomba utazame msalabani. Kama wana wa Israeli walitazama msalabani wakaponywa zile nyoka zenye sumu, na wewe sijui unayapitia gani.
Unapitia katika changamoto gani? Na ndio maana ninasema kaka na dada, endelea kuniombea. Na wale wote unahitaji kuniunga mkono, basi unaweza kunitumia message. Nitakuelekeza mara ambapo unaweza kutuma mchango wako. Kama utakapoweza kunitumia message, nitakuelekeza mtoto wa Mungu. Lakini kabla ya kuniunga mkono, kuunga mkono injili, naomba kwanza mshirikishe Roho Mtakatifu. Omba Roho wa Bwana kuongoze ili uelewe unachokifanya, ili baadaye usije kanungunika ukisema kwa nini nimefanya hivyo. Omba Roho wa Bwana atakapoweza kuongoza na kuweza kuongoza niunge mkono, na ndipo utaweza kuniunga mkono. Lakini Roho wa Bwana asipokuongoza, naomba usiniunge mkono, maana naomba uelewe unaolifanya, ufanye kila ambacho unatambua unaelewa. Haleluya. Tumsifu Yesu Kristo. Karibuni mtoto wa Mungu katika ujumbe wa leo. Ujumbe wa leo unatoka katika Injili ya Mathayo sura ile ya 6 mstari wa 14 hadi wa 15. Nami ninasoma kwa msaada wa Mwenyezi Mungu. Maana mkiwasamehe watu makosa yao, Baba yenu wa mbinguni atawasamehe nyinyi pia. Lakini msipowasamehe watu makosa yao, naye Baba yenu hatawasamehe nyinyi makosa yenu. Hilo ndilo neno la Bwana. Amina. Karibuni mtoto wa Mungu katika utafakari wa ujumbe wa leo. Maana tumesema tunajua kazi ya msalaba. Yesu amechukua maovu yetu. Maana deni zangu zote zimelipiwa msalabani. Deni zako zote zimelipiwa msalabani. Bila kuhesabu ni maovu gani mliyotenda, ni dhambi gani umetenda. Lakini kwa kukubaliana na Kristo na kukubali Kristo, tumekombolewa. Ni kwa neema na rehema na fadhili za Mwenyezi Mungu. Haleluya. Tumsifu Yesu Kristo. Bwana Yesu apewe sifa. Mtoto wa Mungu, ujumbe wa leo unatufutia kwenye msamaha. Kwa sababu wengi wanaomba, wanasema mbona Mungu hajibu? Nataka nizungumze na mmoja ambaye inawezekana unaomba kila siku, unainua mahitaji yako, lakini hauone mabadiliko, hauone jibu. Lakini nataka nikwambie kwamba tusifikiri kama neno la Mungu nasema kitabu cha nabii Isaya 59 mstari wa 1 hadi wa 2. Tusifikiri kwamba mkono wa Bwana ni mfupi ili usiweze kutuponya, au masikio ya Bwana ni viziwi, au macho ya Bwana ni vipofu asiweze kutuona. Lakini maovu ndiyo yanasababisha Mungu asiweze kusikia maombi yetu, wala asiweze kutazama na kuweza kuona maombi yetu. Haleluya. Tumsifu Yesu Kristo. Bwana Yesu apewe sifa. Mtoto wa Mungu, nataka nikwambie kwamba inawezekana kuna ambaye umemkosea. Inawezekana ni mume wako, inawezekana ni mke wako, inawezekana ni mtoto wako, inawezekana ni jirani yako, inawezekana ni mmoja katika familia yako, inawezekana ni mfanyakazi mwenzako, inawezekana ni mwanafunzi mwenzako. Kulingana mahali popote ulipo, ni Mkristo mwenzako, muimbaji mwenzako, mtumishi mwenzako, naomba leo ukatafakari. Yesu anasema tusamehe, maana tusamehe. Nawe atakapokuja kuomba msamaha, uwe tayari kuweza kumsamehe. Anza kusamehe, na kabla haja kuomba msamaha, au enda ukombe msamaha. Maana mara nyingine tunaogopa usema sorry, tunaogopa usema nisamehe, tunaogopa kuona makosa yetu. Tukubali kusema nisamehe, nimeukosea. Mwingine tukubali kusema tena naomba msamaha. Leo nakubali kumwomba mume wako, mke wako,
mfanyakazi mwenzako, jirani yako, mwanafunzi mwenzako, mtumishi mwenzako, ili tuweze kufanikiwa. Ili tuweze kufanikiwa katika maombi yetu. Maombi yetu yaweze kupata kibali. Si mimi nimesema. Neno la Mungu limesema waziwazi. Maana mkiwasamehe watu makosa yao, Baba yenu wa mbinguni atawasamehe nyinyi pia. Lakini msipowasamehe watu makosa yao, naye Baba wa mbinguni hatawasamehe na nyinyi pia. Hawezi kutusamehe, maana tumetengeneza kuta bila kujua. Na tunaendelea kujichocha na kuomba, mbona Mungu anijibu? Lakini kuna ambaye unamubeba ndani ya moyo wako, ambaye umesababisha madonda ndani ya moyo wako. Unaendelea kuomba, lakini kwa sababu umetengeneza kuta kwa kuacha kusamehe, samehe leo. Naomba leo usamehe, jaribu kusamehe, na Mungu atakusamehe. Na atakuondolea kuta ambayo ilikuwa imetengenezwa. Atakuponya na madonda ambaye yameingia ndani ya moyo wako. Unaposamehe, unajiweka huru. Unaondoa madonda ndani ya moyo wako. Unapoomba msamaha, unaondoa madonda ndani ya moyo wako. Inawezekana umeenda kuomba msamaha, amekataa kusamehe, lakini kwa sababu wewe umekubali kwenda kuomba msamaha, hata amekataa kusamehe, wewe umesamehewa, wewe umefunguliwa, lakini mwenyewe hangara nafungwa. Haleluya! Tumsifu Yesu Kristo. Bwana Yesu apewe sifa. Kaka na dada, tusiendelee kulia na kutoa machozi, mbona Mungu atujibu. Naomba leo jaribu one. Jaribu one. Amuru kusamehe. Samehe. Samehe ili Baba wa mbinguni aweze kuwasamehe. Maana tusiposamehe tungali tunajifunga. Tumefungwa na maombi yetu, haweza kaenda sehemu yoyote. Lakini ukisamehe leo utasikia bubujiko. Unapoanza kuomba utasikia bubujiko ndani ya moyo wako. Utasikia ujazo wa Roho Mtakatifu, kwa sababu unafanywa kiumbe kipya. Haleluya! Wangapi wanakubali siku ya leo? Wanaamuru kusamehe, wanakubaliana na Bwana, waweze kupata amani. Amani ndani ya moyo. Unakubali kaka na dada, wewe kijana, wewe binti, wewe mama, wewe baba, unakubali kumsamehe mke wako. Unakubali kumsamehe mume wako ambaye amekubali kuomba msamaha, amekiri, ameona maovu aliyoyatenda. Mke wako, mume wako, jirani yako, mfanyakazi mwenzako, mtumishi mwenzako, unakubali kusamehe siku ya leo. Isi unakubaliana na Yesu, unakubaliana na neno hili. Jaribu uone. Katika ya machache nimesema ujumbe huu, ninajua kuna ambao utawagusa, kuna ambao utawachoma ndani ya mioyo. Watapoweza kusikiliza, watasikia moto, watasikia vichomo ndani ya mioyo, kwa sababu Yesu Kristo anatuamuru leo tusamehe, kama yeye alivyo tusamehe, kama alivyo tulipia deni msalabani, na leo tukubaliane naye. Wewe ambaye umeguswa, umeamuru kwenda kuomba msamaha, leo unapiga simu na kuomba msamaha, au unaendea kama iko karibu na muomba msamaha, unakubaliana kurudiana naye, unakubalia kumsamehe, kumwachilia, unakubali kuomba msamaha. Piga magoti, rudia maneno ya machachi, muda na sahihi. Wewe ambaye unaamuru kubadilika, unaamuru kuondoa madonda yako, maana kujifungua ili uweze kuwa huru. Uweze kuwa huru, rudilia maneno haya. Sema, Bwana Yesu, nakuja mbele zako mimi mtoto mpotevu. Naomba nisamehe dhambi zangu zote nilizozitenda, ninazozifahamu na zile ambazo sizifahamu. Naomba ulifute jina langu katika kitabu cha mauti, na uliandike katika kitabu cha uhai. Taja jina lako. Mimi kuanzia leo Jumanne tarehe 24 mwezi wa 6 mwaka 2025, ninakubali muda wote ninaobakiza kuishi hapa ugeneni, hapa ulimwenguni. Karibuni Bwana Yesu, uwe Bwana na Mwokozi wa maisha yangu. Amina, amina,
Amina. Ongera sana wewe ambaye umekubali, umeamuru kubadilika, umeamuru kusamehe, umeamuru kuacha maovu. Ongera sana. Na muda na sasa tunaenda kuomba na kuombea walio mgonjwa. Wewe ambaye umekwenda usamehe, wewe ambaye ulikuwa umefungwa, basi ukiwa ni mgonjwa weka mkono mahali ambapo unaumia. Mwekee ambaye unamsimamia, mwekee ambaye unamuongoza hapo hospitalini, mwekee hapo nyumbani, bila kuangalia mananizi ni magonjwa gani au madaktari wamesema maneno gani. Mara ambapo madaktari wanaishia, na ndipo mkono wa Bwana unaanzia. Tunaomba. Baba mtakatifu, Mungu wa Abrahamu na Isaka na Yakobo, katika jina la mwanako Yesu Kristo wa Nazareti, ninasema asante kwa yule ambaye amesikia neno lako na ameamuru kuanza kwenda kuomba msamaha, ameamuru kuachia maana kusamehe. Nasema asante kwa baba huyo, mama huyo, kijana huyo, binti huyo, mtumishi huyo ambaye anakubali kuomba msamaha, anakubali basi kwenda kusamehe. Naomba Bwana Yesu mrudishie baraka, weze kumujibu, weze kumtawala, mrudishie furaha ya moyoni, mrudishie amani, kwa sababu amekubaliana na wewe Bwana. Maana ni kwa neno lako, na neno lako unaposema, nina imani na neno lako shida basaka na bakurobo shida basaka. Nina imani na neno lako Bwana Yesu, ninakubaliana na neno lako Bwana mabwana. Maana ninajua neno lako ni ya kuaminika, maana ninakubali neno lako ni ya uzima. Asante Bwana Yesu kwa wale ambao unawafungua, kwa wale ambao unawaweka huru, ambaye madonda alikuwa amejaa ndani ya mioyo yao kwa sababu ya kuacha kusamehe, kwa sababu ya kuacha kuomba msamaha. Leo Bwana Yesu waweke huru, waweke watoto wapya, wajaze nguvu mpya, wape roho mpya kwa jina lako Bwana Yesu. Waweke, waende kuwa huru, waende kukufuata, waende kuona baraka, na baraka hizo Bwana ziwafungulie tena mahitaji yao, waweza kujibiwa. Asante Bwana Yesu. Waliokuwa wagonjwa waguse, ambao wamekubaliana na wewe, wamekubali kusamehe, wamekubali kuomba msamaha, na tena ni wagonjwa muda na sahihi Bwana Yesu, bila kuweka mananizi, bila kuangalia ni magonjwa gani, magonjwa ya roho, magonjwa ya mwili, magonjwa ya paralizi, magonjwa ya kansa, magonjwa ya figo, magonjwa ya mahini, magonjwa ya macho, ya magonjwa ya vivimbe tumboni, madonda tumboni. Bwana Yesu ende augusa, Yesu ende utembea, ende akutembea Bwana. Mkono wako sio mfupi, nyosha mkono wako wenye nguvu. Mababa sakrobo kurobo shirabasaka, bokonda labashirabasaka, ndrobo shirabasaka, bokota labashirabasaka. Ende uponya Bwana Yesu, ende ugusa Bwana Yesu. Vifungo vikakatike, vifungo vikafunguliwe kwa jina lako Bwana Yesu. Na chini ya damu ya Yesu, ni damu ya inaunena uzima, ni damu ambayo imedondoka ikanene ikafanya amani mbinguni na duniani. Hiyo damu ya Yesu ikapite ndani ya tumbo lako, ndani ya macho yako, ndani ya mgongo wako, ndani ya shingo lako, ndani ya kichwa chako, ndani ya mafua yako. Wengi wanaenda kufunguliwa, wengi unapokea uponyaji kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu. Waliokuwa watikisike, waliofitandani vya mauti, walio hospitalini muda na saa hii, wamemeza kila aina ya madawa kuweza kuwasaidia, maana madaktari wamefanya kila aina, lakini kuna mabadiliko. Na chia damu yako Bwana Yesu, maana ni damu ya uzima, maana ni damu ya nguvu, maana ni damu shira basako, bokora bashira basako, bokonda na bashira basaka, rikanda na bashira basako, ndrobo shira basaka. Nitangaze uzima, nitangaze uhai kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu. Ikatengeneze tena viumbe vimo ndani ya tumbo ya mama huyo, maana walio ambao ni wajazito, ambao wamewambia mambo, wameambia kama viumbe haviko vizuri, wengine wamewambia watoto wamepinga. Yesu wa Nazareti, nimeona wengine ukiwarekebesha ndani ya tumbo, rekebesha
viumbe hivyo viweke salama kwa jina la Yesu. Wakiende kupima na madaktari washangae, walitukuza jina lako. Asante Bwana Yesu. Gusa waliotasa, gusa muda na saa hii, tumposa watasa. Fungua Bwana Yesu, wafungue Bwana, wafungue Jehova, waweze kufunguliwa, wawe boboboshiraba. Yesu waweke huru, waweze kuwa mama ya mtoto, kijana yule, binti yule, kwa uwezo wa jina lako Bwana Yesu. Endea kutenda makuna majabu. Wasaide ambao na roho ambaye inapromosha mimba, maana ifinyangwe, iondolewe ndani ya tumbo zao, maana viumbe vilimo ndani yao viweze ukua kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Yesu, bariki taifa letu, bariki watumishi wako, bariki viongozi, bariki kanisa lako ingali safarini hapa ulimwenguni. Bariki wote wanaokucha, endea kuwalinda na kuwatunza. Walinde Bwana Yesu yule muovu, maana mara ambapo unapokuwa malaika wako wakuwepo. Asante Bwana Yesu. Tunajifunia kwa damu yako ya thamani, damu yenye nguvu, damu yenye mamlaka, damu yenye ukingo, maana ikakinge kila mmoja ambaye anaungana nami katika maombi haya, na ikamulinde na kumletea amani. Asante Mfalme mwema, maana kuomba ni kwangu na kutenda ni kwako. Nami nimeomba na kuamini, ni katika jina la Baba na la Mwana na Roho Mtakatifu. Amina. Shalom tena mtoto wa Mungu kutoka pande ine za dunia. Basi mtoto wa Mungu, naamini kwamba Mungu ende ukubariki, lakini mimi na wewe twende utafakari juu ya mwisho wetu. Hatutatenda dhambi kamwe. Twende kuombeaniana na tusiogope utangaza kama Yesu anaishi. Tangaza msalaba, tangaza ukovu, tangaza Yesu kama anaishi. Yesu aliyotukomboa, Yesu wa Nazareti. Hakuna jina nzuri kama jina la Yesu ambaye alikubali utundikwa msalabani. Usiogope kumshuhudia, kwa sababu Yesu ni yule yule. Tangaza mataifa jue kama Yesu ambaye ameinuliwa msalabani hajabadilika, na leo damu yake inatiririka kwa wale ambao wanahitaji, wanaendea uponyo wa roho na mwili. Haleluya. Endea utangazie wengine. Usiogope kumtangaza Yesu. Yesu anaishi. Mtoto wa Mungu, Yesu anakupenda na mimi ninakupenda. Ninakutakia kila heri, ninakutakia uwe na wakati mwema. Tutazidi tena wakati Mungu akinipa kibali tena. Kwa heri.